Ni kama nilichokoza nyuki asubuhi saa sita nilisema respect is a must. Hiyo story ya respect is a must imeleta maneno mingi sana, na nikaona ni vizuri niongee, sababu nisipoongea nitakuwa nafanya makosa juu Biblia inasemanga watu wa Mungu hupotea kwa kutojua. So nikiwa na opportunity ya kuwa mimi najua na nikose kuwaeleza, itakuwa shida kubwa sana, sababu hamtarekebisha juu hamjui. Sasa asubuhi niliongea maneno ya kwamba we must respect particularly our watchmen and our house girls, na respect our wives and our husbands. Now nimepata simu kama 2 ama 3. Hao wasichana wa nyumba ndio wanasema aongee kidogo ili wadosi wao waweze kuwaelewa. One, it should be noted, and they say this and it should be corrected, and people should realize this, that wale wasichana sahi wanaajiriwa, manake wasichana wale huajiriwa kwa nyumba, wanaajiriwa wasichana between 20 years kuendelea mbele. Now, if you do simple calculation, 20 years ni yule mtu alizaliwa around 2006. Yule mtu alizaliwa 2006 ndiye ako na 20 years. Sababu 2006 na 2026 those are 20 years. So allow 2006, 2005. Yule mtu alizaliwa wakati huo. Now, free education ilikuja hapa Kenya 2002. Sasa wasichana wameniambia niwaambie hivi kwamba tangu Kibaki akalie kiti, tangu kugeuke kwamba watu wote wanaruhusiwa kwenda kwa shule, ile fikira ya kwamba unaajiri msichana ambaye hajasoma, wenye kuajiri wanastahili kuondoa kwa fikira zao. Waelewa ya kwamba tangu masomo iwe ya bure, kila mtoto alienda shule. Mpaka yule mzazi wake hangeweza kumanage kumpeleka shule, alienda kusoma juu ya masomo ya bure. Na hivyo kwamba wale watu sasa hivi wako miaka 20, miaka 21, miaka 22, wote wamesoma masomo ya bure. Now they are saying Kibaki alipo introduce masomo ya bure walisoma. Wakati Uhuru alikuja ilikuwa implemented to the letter, kiasi ya kwamba baka wale watu ambao wangemaliza standard 8 wakose kwenda form 1 walikuwa wanapelekwa kwa nguvu. Kwa hivyo watu walisoma, particularly hiyo miaka ya Kibaki, second term ya Kibaki, first term ya Uhuru na second term ya Uhuru. Watu walisoma na walimanage kusoma mpaka form 4. So wanasema ile fikira ya kwamba msichana wa kazi hajasoma, lazima waajiri waelewe ya kwamba sahi wamesoma. Sahi sio kama zamani ati hawako wanasoma. Sahi unadili na mtu ambaye amesoma, sahi mtu ambaye anaelewa nini anafanya. So they requested some of the things. Some of the things wame request at least waajiri waweke kwa fikira zao kwamba wasichana wamesoma alafu kazi hakuna katika hii nchi yetu. Kiasi ya kwamba unakuta mtu baka amesoma ameenda baka ameenda college na akapata certificate, mwingine ameenda university amepata degree na bado hana kazi. So anybody anaweza kwenda kuajiri, kwenda kuuliza hiyo kazi, manake wanahitaji kitu ya kushikilia tu. Nao waliniambia niseme ya kwamba vile waajiri walikuwa wanaenda kuuliza ama kusema msichana ambaye sasa hana masomo, sasa waende wakijua kwamba ni wasichana wako na masomo. Ile fikira ya kwamba ungeenda umwangalie msichana kama hana sura mzuri ili akifika kwako nyumbani asikue dhiriti kwako,
Sasa hiyo waondoe, sababu yule msichana anaweza kuwa hana sura mzuri, lakini ako na akili mzuri. Anaweza kuwa hana sura mzuri, lakini ako na akili mzuri juu amesoma na anaelewa. So haudili na mtu hivi hivi tu atumwangalie sura ufikirie ndivyo alivyo. Sura inaweza kuwa sio mzuri, lakini kwa akili ako sawa. Now wakasema ni vizuri waajiri wawe wanaanza kufikiria on this line. Ukienda kuajiri msichana wa kazi, your situation vile iko na mahali maisha imefika, kwamba watoto yule unaenda kumwajiri, huyo mtoto amelelewa mahali kuna TV, amelelewa na hii mambo ya internet, anajua mambo mingi sana. Usiende kutafuta yule msichana ambaye huwezi taka kushare na yeye. Utafute yule mtu ukikuta mnashare na yeye, hautafeel utaona mtu wako anashare na mtu mzuri, unashare mtu wako na mtu mzuri. Kwa hivyo usiende tu kutafuta ile sura mbaya ambayo zamani ilikuwa inatafuta unapeleka nyumbani. Sasa tafuta mtu ambaye anaweza kuwa mke mwenza, sababu wale wasichana wako so determined kwamba akienda akute opportunity ya kuwa anaweza olewa na hata apate mtoto, na hata kutoka hapo aanze kupewa kitu inaitwa child upkeep. Child upkeep ni zile pesa unapewa mwisho wa mwezi, mtoto wako ukilelewa na unalipiwa nyumba. Na wewe sio lazima uwe umefungwa hapo ati wewe unakuwa na bwana, hapana. Unakuwa na huko unajikarisha, mtoto analipiwa shule, mtoto analipiwa chakula, mtoto nyumba analipiwa, mahali ya shelter iko hapo katika upkeep ya mtoto. Na sasa hapo ndio wasichana wamefika. Wanasema ukienda kumwangalia, mwangalie vizuri uone kama huyu mtu naweza share na yeye bwana yangu, sababu they are so determined they can do anything and they will take him in case. Kama ni wale watu wako na tamaa, watachukua tu, na wanaongea hawashidi wakificha, wanasema tutachukua, sababu hata Biblia ilikuwa imeona haya maneno kitambo, ikasema kuna wakati itafika wanawake 7 washikilie mwanamume mmoja. Sasa saa zile unakuja kuniuliza kama nitakuja kwako uniajiri kama mfanyakazi, unajua kwamba nitakuja nikule nikunywe huko kwako na unilipe na ninalala kwako. Nini ingine na miss nikiwa mwanamke mtu, na kumbe huyu kwa huyo nyumba bado uko na mtu. So ni jukumu langu nijipange ili yule mtu mpaka huyo mtu sasa tuwe tunashare na wewe. Maana tukishare na wewe sitakuwa na shida, nitakuwa nimetosheka, nitakuwa na mtu, nitakuwa na rara, nitakuwa na kula, nitakuwa nafanya kitu. So akasema sasa mujipange, manake wao sasa wako tayari kwa hayo. Nao ni jukumu lenu nyinyi wenye kuajiri, mjue ya kwamba wasichana they are so desperate na kazi haziko. Kwa hivyo saa zile unaona, ama saa zile ukienda sasa, zamani uende ukachukue yule msichana ambaye ako hivi, sasa enda chagua mtu ambaye maybe ukikuta mnashare na yeye hautakuwa na shida, utatosheka, utasema she's worth it, it's okay, I'll continue. Sababu hapo ndio tumefika. Niite Simon Kireho, nilikuwa nimekuja tu kuongea hiyo maneno sababu nilikuwa nimetumwa na hao wasichana. Saa zile nilisema we must, respect is a must. Sasa wakaniambia baada ya respect is a must, waambie kwamba sasa wasikuwa wanatafuta yule agree sana. Wao wanachukua yule mtu unaweza muita mke mwenza, sababu unaweza kuja huko kwako na nijipange na nienda kuwa tunashare huyo bwana wako na wewe. Hapo ndio tumefika. Lazima tujue dunia inaendelea hivyo hivyo, and we have to change with time. Tujue ya kwamba wasichana sio wale ambao hawakuwa nasoma. Sasa ni wasichana wamesoma ndio tunawaajiri kwa nyumba. Mkuwe na jioni njema, Mungu awapende. Mkitokea kesho mkumbuke kumrudishia Mungu asante, mwambie ni asante. Mkienda mahali mtaenda muwe watu wa kufanikiwa. Mkishafanikiwa pia tumwambie Mungu ni asante. Muwe na jioni njema, nawapenda sana. Majina ni Simon Kireho, huku ni Kireho TV.